ya leo. Karibuni sana katika studio za Blessed Hope FM. Asante sana. Moja kwa moja nianze kukaribisha meneja wa Posta mkoani Geita, Mr. Joseph Riwalimo. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa hapo awali, ni Mr. Joseph Riwalimo, meneja wa Posta mkoa wa Geita. Nimeongozana na timu yangu hapa, lakini uwepo wetu leo mahali hapa ni maalum kabisa kwa ajili ya kusherehesha siku yetu ya Posta duniani. Ni kawaida kila mwaka tarehe 9 ya mwezi wa 10 huwa duniani kote ni siku ya Posta duniani. Kwa hiyo kitaifa na kimataifa tumekuwa na program mbalimbali katika kusherehekea siku hii ya Posta duniani. Labda niende tu kwa haraka kwa nini tuna hii siku ya Posta duniani. Shirika la Posta Tanzania ni shirika ambalo liko chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambapo ina majukumu kadhaa, yani majukumu mtambuka, kutoa huduma za kiposta ndani na nje ya nchi. Kumekuwa kuna madhumuni ya kufanya shughuli hii. Ndio. Cha kwanza ni kuarifu umma wa wakazi wa dunia hii kwamba posta ipo. Posta ipo, maana ukiangalia uanzilishwaji wake wa posta huko nyuma ni kwamba ilikuwa ni huduma inayotumiwa zaidi na wale wafalme, watawala na wakubwa wale mbalimbali wa nchi mbalimbali, ikiwa ni means of communication. Lakini kwa wakati muda ulivyokuwa unazidi kusogea, kwa ikawa inarasimishwa na ikawa inabadilika kulingana na vipindi mbalimbali, na hata imeweza kuwa ya kidigitali zaidi mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni muhimu kwetu sisi wanaposta kujulisha umma kwamba tupo, tunafanya kazi, tunawaunganisha wananchi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kifupi, huduma za posta, yani shirika la posta ni daraja kati ya watu wa upande huu na upande mwingine. Unahitaji kupeleka barua, mizigo, biashara yako upande wa pili wa nchi, upande wa pili wa mkoa, posta tuko pale kukuweze kusababisha jambo lako litimie. Kuna mwenzako yuko nje ya nchi, anataka kukutumia zawadi, anataka kukutumia biashara, anataka kukutumia nyaraka, basi sisi posta tuko pale kuchukua upande huu kupeleka upande wa pili. Kwa nini? Kwa sababu tumeunganishwa na umoja wa Posta dunia. Tuna makubaliano yetu kati ya nchi na nchi. Unaweza ukawa una mzigo wako, una kitu chako, unataka kimfikie ndugu fulani yuko Canada kijijini kule, lakini kwa sababu shirika la Posta tuna makubaliano, tuna mikataba yetu ya kiutendaji. Sisi tutakufanikishia yule bwana, tutachukua mizigo yake kule, tutaleta huku, au tutachukua huku, tutafikisha kwa namna ambavyo sisi tunaunganishwa na umoja wa Posta duniani. Asante. Na kupitia siku hii maalum, kwa upande wa kanda ya Ziwa, labda kuna event yoyote labda mmeiandaa aidha mkoa wa Geita, Mwanza au maeneo haya kanda ya Ziwa? Ninakushukuru sana. Nichukue fursa hii kipekee kwanza kumshukuru Posta Master mkuu wetu ambaye ndio CEO wetu, kiongozi wetu. Sisi tumepewa jukumu la kuhakikisha tunatekeleza hili kwa level ya mkoa. Kila mkoa siku kama hii wana namna yao, wana sherehekea hili jambo letu. Kwa hiyo kwa level ya mkoa tumeona asubuhi tuanzie hapa redioni, tuongee na wakazi wa Geita na Watanzania kwa ujumla, tuambie shughuli yetu hii na namna ambayo shirika letu liko hai na linafanya kazi kidigitali zaidi, na huduma zake zote zimewekwa kidigitali zaidi. Lakini baada ya hapa mchana pale ofisini tutakuwa, ambapo ofisi yetu inatazamana na, tuko mkabala na benki ya NMB, tuko maeneo ya soko la dhahabu hapo. Tutakuwa tuna shughuli ya kukata keki kwa pamoja na wateja wetu na kupata vinywaji pale. Baada ya hapo kutakuwa kuna lunch. Tutakuwa tuna masuala ya CSR, kwenda kutembelea kupata mahitaji maalum. Kuna mambo mengi, kuna activities nyingi ambazo tunategemea kuzifanya, ikiwa ni shamra katika kusherehekea siku hii ya Posta duniani. Asante sana. Sasa ende kuzungumza na kaimu afisa masoko mkoa wa Geita, Israel Filipo Mahega.
mkoa huu wa Geita, mtu anafahamu vipi shughuli zenu nyinyi kama shirika la posta? Wewe kama kaimu afisa masoko, mnafanya shughuli gani za kiposta hapa mkoani Geita? Okay. Shirika la posta mkoa wa Geita kupitia event hii ya posta duniani, tunatumia fursa hii kutambulisha huduma zetu ambazo kwa kiasi kikubwa tunazifanya kwa teknolojia. Kadri ambavyo teknolojia imekuwa, sisi pia imetupatia fursa kubwa ya kujitanua zaidi. Kwa hiyo tuna huduma ya kwanza ni huduma ya EMS, huduma ya barua. Mtu anaweza akatuma barua sehemu mbalimbali za dunia, kwa sababu kama kiongozi alivyozungumza, tuna uhusiano na nchi takribani 192 na ni zaidi ya posta 600,000. Kwa hiyo mtu anapoleta barua ana uhakika ya kwamba itamfikia sehemu yoyote duniani. Hiyo ni huduma ya kwanza, na huduma hii ya EMS ni huduma ya haraka, inamfikia muhusika sehemu alipo. Lakini pia tuna huduma ya post cargo, kitaalamu inaitwa post cargo, ama kusafirisha mizigo. Ndio. Tunasafirisha mizigo sehemu mbalimbali Tanzania pamoja na kimataifa. Tunayo magari makubwa ambayo yanaweza kabeba mizigo mikubwa. Kwa hiyo tunaweza tukatambulisha pia huduma hiyo. Lakini pia tuna huduma za wakala. Wakala pamoja na fedha, ambapo wakala tunafanya wakala wa mabenki, taasisi za kifedha. Kwa mfano Equity, Azam Pesa, TCB. Huduma hizi unaweza ukazipata posta bila shida yoyote. Lakini pia kwenye huduma ya fedha tuna huduma ya kubadilisha fedha, fedha za kigeni. Mtu akihitaji fedha dola na fedha zingine za nje anazipata posta. Lakini pia tuna huduma ya kusafirisha fedha, Western Union. Kuna mtu yupo nchi fulani, either Japan, either Uingereza, anahitaji amtumie fedha, atume fedha kuja hapa Tanzania. Tuna huduma hiyo ya kusafirisha fedha. Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama shirika la posta Tanzania mkoa wa Geita, kitu ambacho tunataka kuwaonyesha wananchi ni kwamba sisi shirika la posta tunajihusisha na mambo mengi. Na ukiangalia sasa hivi sayansi na teknolojia inakuwa, na sisi vivyo hivyo tunafanya kazi kulingana na sayansi na teknolojia inavyoenda. Kwanza kabisa kwenye huduma zetu tuna posta kiganjani, ambayo inaonyesha kwamba sisi posta tunaenda na wakati. Huduma zetu zote tunazifanya katika nyakati za sasa. Hiyo posta kiganjani inahusisha huduma zote. Mfano tuna huduma ya EMS. EMS hiyo ni huduma ya usafirishaji wa nyaraka, mizigo, aidha na vitu vingine hivyo. Kwa huduma ya EMS tunafanya usafirishaji, kama mzigo wako au nyaraka yako inawekwa barcode number, ambayo hiyo namba itakusaidia kujua mzigo wako unaendaje, unasafirije. Kuna hizo namba, kuna tracking number. Ukisha track hiyo namba utaelewa mzigo wako unaendaje na utafikaje na kwa haraka zaidi. Mimi cha kuambia ni kwamba shirika la posta ni shirika la jamii, ambapo ni kwamba shirika la posta ni shirika ambalo limeweza kuiunganisha nchi ya Tanzania pamoja na nchi nyingine. Kwa maana ya kwamba watu wanaagiza mizigo kutoka nje, wanakuja kupokea hapa. Lakini pia ninawaambia kwamba wananchi, shirika la posta limekuwa kama daraja. Kwa sababu lakini pia linawezesha wananchi kufanya biashara, ambapo watu wakiagiza vitu kutoka nje wanaleta huku ndani, wanafanya biashara. Kwa hiyo waliamini shirika la posta, wajue kabisa kwamba shirika la posta ni shirika la jamii. Na nataka pia kufahamu kipindi cha nyuma Mr. Joseph, tulikuwa tuna utaratibu wa kuandika barua, alafu tunaenda kununua bahasha, tunaweka, alafu tunanunua stamp shirika la posta, tunaweka stamp, inagongwa muhuri, barua inaenda. Tulikuwa ni wengi sana tunafanya tunatuma barua kwa staili hiyo. Je, teknolojia ilivyobadilika, kuna kipi ambacho labda kimetokea katika shirika lenu? Labda mmepata hasara kwa sababu watu wengi tena hawaendi kununua stamp katika shirika lenu la posta?
enzi za uandishi wa namna hiyo, hata mimi nilikuwepo na mimi nilihusika katika uandishi, hasa miaka hiyo nikiwa sekondari. Wanasema usipobadilika basi wakati utakubadilisha, na ukigoma kubadilika basi utatolewa nje ya mstari ule. Shirika la Posta lina tunu zake ambalo linazisimamia kwa sasa hivi. Tunu ya kwanza inasema mteja kwanza, customer first. Lakini ya pili kuna ile wanaita integrity, sawa lakini professionalism, weledi, samani kidogo na changanya, lakini unaambiwa tuna weledi, tuna uadilifu, tuna uaminifu, lakini kukubali mabadiliko. Mimi lengo langu la kuanzia huko ni kueleza hii mabadiliko. Ukiangalia miaka ile tunaandika barua za salamu sana ama baada ya salamu na nini, na kubandika stampu inasafiri. Tumeona kabisa kwamba teknolojia imeleta simu, imeleta nakiri, barua hizo za salamu sana ama baada ya salamu zimepungua au zimekwisha. Lakini bado posta ipo hai na inafanya kazi. Tunafanyaje kazi? Tumehamia kidigitali kwa sababu ulimwengu una change kutoka huko kwenye mambo ya analogi tunaenda digital. Kwa na sisi hata huduma zetu tumeamua kuzibadili kwenda katika upande huo wa kidigitali. Ndio maana wazungumzaji waliopita hapa wameeleza kabisa kwamba tuna huduma ya EMS. EMS unasafirisha vitu vya thamani, una vyeti vyako, una hati sijui za nyumba, una cheki, una hiki, una kile, vile vitu vya thamani. Unajua ukisema kwamba kila kitu unaweza ukafanya online, kuna mahali utatakiwa upeleke hard copy original. Peleka nyaraka hii original. Kwa posta tuko pale na tumefanya maboresho sasa. Hiyo dokumenti yako au kitu chako kikiweka kwenye bahasha badala ya kubandika stamp, japokuwa stamp matumizi hapo ila yamepungua, lakini unapofanya uwekaji wa dokumenti yako kwenye bahasha, tunaweka kitu inaitwa barcode ambayo inaingizwa kwenye mfumo. Taarifa zote kuanzia pale mteja amefika, unaingiza taarifa zake zote. Baada ya hapo tunaanza usafirishaji. Ikifika upande wa pili na wenyewe wanazipokea kwenye mfumo, wanafanya delivery, wanapeleka kwa mhusika kabisa. Wanakabidhisha pale, wanasainisha, taarifa zinarudishwa kwenye mfumo. Kwa wewe ukiwa na ile tracking number yako hata kwenye simu yako, ukiingia kwenye tovuti ya shirika kuna sehemu ya track and tracing, huduma ya kufanya ufuatiliaji. Ukiingiza barcode inaanza kukuonyesha kuanzia tukio la pale ulipotuma barua yako au mzigo wako mpaka unapokelewa upande wa pili. Kwa hiyo kwa kubadilika huku kumeongeza imani kubwa kwa wateja wetu na wananchi wa Tanzania, na tunafanya vizuri zaidi. Tunafanya vizuri zaidi na taasisi za serikali, taasisi binafsi, hata na watu binafsi, kwa sababu hii swala la usafirishaji haliepukiki. Na shirika kwa sababu ni shirika la umma, lina watu wenye weledi wanaofanya vizuri, tunaoaminika. Kwa kweli tumekuwa chaguo namba 1 kuliko hao wengine wa huko pembeni wa mtaani. Sawa. Kwa hiyo tuko kisasa zaidi. Nashukuru sana. Sasa kwa sababu leo ni siku yenu maalum, mmeandaa nini sasa kwa ajili ya Watanzania na wakazi wa mkoa wa Geita? Kwa wakazi wa Geita, cha kwanza tunawakaribisha kwenye ofisi zetu za posta pale mkoa wa Geita, lakini tuna vitu vingi vizuri. Tuna huduma mbalimbali za kidigitali ambazo tungependa wapate ufahamu wa hizo, kuanzia hizo EMS, tukienda masuala ya cargo. Labda nidokeze kitu kidogo. Miongoni mwa wanufaika wa hizi huduma za Post Cargo ni hawa ambao walishiriki haya maonyesho ya juzi hapa ya madini ambayo yamemalizika hapa EPZ juzi. Aliyekuwa msafirishaji mkuu wa wale washiriki mizigo kwenda mikoa mbalimbali Tanzania alikuwa ni shirika la Posta. Tulifanya kazi, magari yetu makubwa, tuna gari mpaka za tani 30 ziko pale. Kwa hiyo wakazi wetu wa Geita watakapoweza kufika pale watapata elimu mbalimbali kuhusiana na huduma za shirika. Huduma ni mtambuka ndani na nje ya nchi. Sawa. Lakini kama nilivyoongea,
tuna huduma nyingine ambazo labda watu wanaweza wakawa hazijui. Tunasafirisha sampuli mbalimbali, sampuli za mimea, sampuli za madini. Mkoa wetu tunashughulika na mambo ya madini. Sampuli za madini tunapeleka mpaka nje ya nchi. Tunasafirisha pia sampuli za kibiolojia za maabara. Kwa posta niseme ni zaidi ya barua, tuko kimtambuka zaidi. Kwa wakazi wetu watakapofika pale ofisi zetu za posta watapata elimu, lakini hapo tutakuwa na shughuli ya kukata keki kwa pamoja. Tutapata vinywaji pamoja. Baada ya pale tutakuwa na kupata lunch pamoja, kufahamiana, kubadilishana mawazo. Lakini lengo tuhakikishe kwamba wakazi wetu wajue kwamba posta ipo, watumishi wenye weledi tupo na tupo kuwahudumia. Wanataabika wakati mwingine wanaenda huku na huku, mizigo inaenda inapotea, gharama zinakuwa juu, lakini sisi tunaweza tukafanya vizuri. Sisi ni taasisi ya umma. Kauli mbiu yenu ya sasa hivi ni ipi? Okay, asante na kushukuru sana kwa swali zuri. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema posta kwa watu, huduma za ndani, mguso wa kimataifa. Posta hii ni kwa ajili ya matumizi ya Watanzania. Tunawaunganisha kama dada yangu alivyoongea kwamba sisi ni daraja kati ya upande huu na upande huu. Tunawaunganisha kati ya wauzaji na wanunuzi. Tunaunganisha upande huu anahitaji kupeleka kitu upande wa pili, basi tunanani pale. Kwa hiyo tunachokieleza pale, kwa nini ni kwa watu? Watu ndio watumiaji wa hii huduma. Tena zimeboreshwa sana, ni huduma za kidigitali. Lakini tunaanza matumizi ya ndani. Kama tunatumiana vitu mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, nchi kwa nchi. Umeona? Mambo yanaanzia ndani, yanaenda nje. Lakini tunahakikisha mguso wa kimataifa ni nini? Viwango ni vya kimataifa. Usalama ni wa kimataifa. Vionjo tunatimiza, tuna ile haja ya moyo wako kusafirisha kwa wakati, kwa usalama, na kitu kifike kikiwa kina hali nzuri. Posta ndio jukumu letu, ndio weledi wetu kutekeleza hilo. Kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu kama ninavyosema, posta kwa watu, huduma za ndani, na mguso wa kimataifa. Tunakwenda namna hiyo. Naam, msikilizaji, tumefikia ukingoni mwa kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi hii ya leo. Asante sana kwa meneja ya posta mkoa wa Geita kwa kufika studio za Blessed Hope FM. Ninakushukuru sana ndugu mtangazaji, na labda nimalizie tu hapo kwa haraka. Nitoe wito kwa wakazi wa Geita na Watanzania kwa ujumla. Shirika la posta kwa sasa limeboreshwa sana. Huduma zake zote ziko kiganjani, ziko kidigitali zaidi. Kwa wazitumie kikamilifu kwa ajili ya kujiletea maendeleo yao binafsi na maendeleo ya taifa letu. Sisi ni daraja kati ya upande huu na upande wa pili. Tunakuza wale wafanyabiashara, wajasiriamali wadogo kwenda juu. Tumeeleza kwamba sisi tuko katika umoja wa posta duniani, tuko kwenye nchi zaidi ya 192. Kwa kupitia posta unaweza ukaunganishwa na masoko katika nchi zote hizo kupitia duka letu la Kipepeo Shop. Nadhani tutapata wakati mwingine wa kuongea, lakini leo kwa kifupi itoshe tu kuwakaribisha na kuambia tunawapenda, tunaamini na huduma zetu wanazipenda, tunawakaribisha mno. Asante sana. Na sisi tunawakaribisha kwenye kipindi cha Nuru ya Asubuhi kwa ajili ya kuja kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na shughuli ambazo mnazifanya katika shirika lenu. Ninakushukuru sana mtangazaji. Tutatimiza hilo. Asanteni pia, asante kaimu afisa masoko mkoa wa Geita Mr. Israel Philipo Mahiga, pamoja na afisa posta mkoa wa Geita Beta Ndoshi kwa kufika katika studio zetu za Blessed Hope FM. Asante sana. Kwa hiyo karibuni tena siku nyingine tukiwahitaji. Tunaomba mfike na mtoe elimu kwa jamii inayotusikiliza. Okay, asante. Asante sana ndugu mtangazaji. Okay.